Shukran jazila kwa kuchagua taarifa hizi Jumamosi hii. Karibu, jina langu ni Suleiman Yeri. Rais wa wanafunzi wa chuo cha wanasheria nchini Joshua Okayo aliyetekwa nyara Jumatano amepatikana karibu na mto Maragwa kwenye kaunti ya Nyeri. Anadaiwa kuwa mdhaifu, huku ishara zikionyesha kuwa aliteswa alipokuwa mikononi mwa watekaji. Okayo anahusishwa na maandamano yaliyofanywa na vijana wa Gen Z. Mwanahabari wetu Sam Amani na taarifa zaidi. Kulingana na wanafunzi wenzake, Okayo ambaye amepatikana anaendelea kuhudumiwa katika hospitali moja mjini Thika baada ya kupatikana akiwa mdhaifu na hata kuwa na ishara za kuteswa. The way we have seen him, this is not the same person we know. He's not active as he is. So we know and we believe he has gone through a lot. What we have experienced in the few days is the government trying to take us during the days before we had our constitution. Days of extrajudicial killing. He sent distress messages to a couple of his friends indicating that he was in danger. Immediately, moments after sending those messages, his phone went off and efforts to try to locate him were futile. Frederick Otieno ambaye ni ndugu ya Okayo ambaye amekuwa miongoni mwa watu wa kwanza kumwona amethibitisha kwamba anapitia maumivu makali na huenda alipigwa. Kauli hiyo pia imetolewa na maafisa wa afya wanaomhudumia Okayo. He looked shaken and he has told me that he was tortured. He has a lot of pain beginning from the neck and on his entire body, chest, and even the leg and ankles. So that one shows that he was indeed tortured and he was under a difficult situation. Nao wahadhiri wa chuo hicho wameshtumu vikali utekaji nyara wa wanafunzi chuoni humo, wakishinikiza uchunguzi wa haraka kufanywa. Ile tu ni kuambia serikali kwamba tuna katiba na tukiahidi kwamba sisi tunafuata katiba. Wanafunzi wako na uhuru wa kuandamana, wako na uhuru wa kupeleka petition parliament, na pia wako na uhuru hata kupeleka petition kwa president. Kwa hivyo kutisha wanafunzi, kuwachukua, kuwatupa kwa mto na kuwaumiza ni jambo mbaya sana. Mashirika mbalimbali ya kutetea haki za binadamu yamejitokeza kulani visa vya utekaji nyara, wakiitaka serikali kufuata sheria. Ikumbukwe watu 23 wameaga dunia huku makumi ya mamia wakijeruhiwa kufuatia maandamano hayo. Aidha, ripoti zinaarifu kwamba watu 50 wametekwa nyara hadi kufikia sasa. Sam Amani, KTN News.